Sasa leo wakati nakagua mradi huu, naomba nitoe ujumbe mahususi. Ujumbe nini jamani? Maalum kabisa. Lengo la serikali kujenga miundombinu ya afya, kuimarisha sekta ya afya ni ili kutekeleza kwa viwango vya juu mpango wa serikali wa bima ya afya kwa watu wote. Lengo letu ni nini? Tunatamani kila mwananchi kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka awe na uwezo wa kuhudumiwa katika hospitali yoyote bila kutoa fedha. Na huo mpango unajumuisha kila kaya. Kwenye nyumba yako mkiwa watu 6, mkichangia shilingi 150 tu, hospitali yoyote kuanzia Januari mpaka Desemba hutoi hata 100. Piga makofi kwa serikali yetu. Huo ndio mpango unaitwa wa bima ya afya kwa watu wote. Mkishalipa 150, wewe, mume wako na watoto wenu wale watano, wangapi? 4, watu 6. Na wengine wakalipa watu 6. Maana yake ukija hospitalini hapa zahanati unahudumiwa, ukienda kwenye kituo cha afya unahudumiwa, ukienda kwenye hospitali ya wilaya unahudumiwa, ukienda kwenye hospitali ya rufaa unahudumiwa. Tumeelewana vizuri? Ni kwa nini tunasisitiza kila mwananchi awe na bima ya afya kwa wote? Kwa sababu hali ya maisha hailingani. Ugonjwa haugongi hodi. Yawezekana ukapata changamoto ya afya kipindi ambacho huna pesa. Ukifika hospitalini kule ukiwa huna pesa, yawezekana baadhi ya huduma ukazikosa. Ndio maana serikali ikaja na mpango ambao ukilipa 150 inakupa uhakika wa kuhudumiwa popote, kwa mazingira yoyote, na daktari yoyote. Tumeelewana vizuri ndugu zangu? Kwa leo unapozungumza na nyinyi wananchi wa Magubike, tujiandae kikamilifu. Serikali imejiandaa kwa kujenga vituo vya afya, kuweka vifaa tiba, kuleta madaktari, kuboresha huduma. Sisi tujiandae kujisajili kwa ajili ya huduma ya bima ya afya kwa watu wote. Na kila kaya tumesema, mkiwa watu wangapi jamani? 6. Mnalipa shilingi ngapi? 1,500,000 ambayo itakutibu kwa mwaka mzima. Hata akipatikana mtu kapata ajali barabarani kule, hana hela, akiwa na bima yake anahudumiwa bila shida yote. Umesafiri huko mbali, umeambiwa mtoto anaumwa, utaongea bila shida, mpeleke hospitalini. Unajua bima imefanya nini? Itafanya kazi. Wewe mwenyewe huko nyumbani, mama watoto wamepata changamoto ya afya, huna kipato, yawezekana majirani wameshakuchoka, unakopa kila siku, hawakukopi tena. Unakuwa huna wasiwasi. Najua nimekata bima, mke wangu atatibiwa. Mama mzazi kijijini kule amepata shida ya afya, lakini huko mbali hali sio nzuri. Kama amekatiwa bima, yeye na wale watu 6 pale nyumbani, atahudumiwa vizuri pale zahanati, atahudumiwa vizuri kwenye kituo cha afya, atahudumiwa vizuri kwenye hospitali ya wilaya, na atapata dawa, atafanyiwa upasuaji kama unahitajika upasuaji, atalazwa kama ni kulazwa kwa ile bima ya afya ambayo amefanya nini? Ameilipia. Na hii bima ya afya kwa kifurushi cha kwanza ni 1,500,000. Mtapewa nafasi ya kufahamu vifurushi vyote, huduma zote, ili kila mwananchi achague mwenyewe. Sasa hiki cha 1,500,000 cha kila mtu, hata mimi, wewe, wale wote tunaweza. Kuna mwingine anasema mimi nataka nikate bima ambayo hata nikipata changamoto naweza nikapelekwa nje ya nchi. Hicho nacho ni kifurushi kinajitegemea. Tumeelewana vizuri? Unapolipa au unapochangia bima ya afya sasa, unajipa uhakika wa huduma bora baadaye. Hakuna anayejua ataumwa lini, ataumwa saa ngapi, na ataumwa kwenye mazingira gani. Bima ya afya inakuja kumsaidia kila mwananchi kuwa tayari kupata uhakika wa huduma bila kujali mazingira ambayo atapata changamoto ya afya wakati wowote, eneo lolote na mazingira yote. Kwa hiyo niwaombe wenye viti wangu wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, waheshimiwa madiwani, viongozi na watendaji wetu wa ngazi zote, wahakikishe wanatimiza wajibu wao wa kuwahamasisha wananchi na kuwasogeza wataalamu kutoa elimu kwa wananchi. Wananchi waelewe umuhimu wa bima na tija ya bima, ili mwisho wa siku kila mwananchi kwenye wilaya yetu ya Iringa, kwenye kijiji chetu cha Magubike, kwenye kata yetu ya Nzihi, kila mwananchi awe na bima ya